Nakuta pale mezani pindi kulikuwa na 500 zile za noti. Unakuta amekuwekea ngapi? Nazikuta pale kama laki. Nachukua nenda naongeza vyombo na rudi mtani. Baada hapo tena uchungu baada ya kushuka mwanzo baada ya kuwa naye uchungu kaanza kupanda mara ya kwanza. Kaanza kupanda. Nikasi ni mtu sahihi sana. Alikuwa unakutana naye wapi? Huwa nakutana naye maana yani kuna sehemu kabisa anaweza kanipigia simu. Mpaka akupigie simu? Yeye. Njoo naenda pale. Sehemu gani? Yaani kule mimi nakaa Kivukoni. Nyumbani Kivukoni Ulanga Maenge. Ulanga. Anakupigia simu unamkuta wapi? Yeye namkuta yani ilikuwa pale kulikuwa na Pantoni kipindi cha pale kabla Magufuli ajenga daraja. Nafuka ile ngambo namkuta ngambo ya Ifakara. Nikija pale ananichukua naenda ndani mwake. Unaenda? Ndani kuna yani kapanga nyumba kabisa yupo kama binadamu wa kawaida kama dadangu hapo. Kapanga nyumba kabisa. Sasa mle ndani kila kitu kipo lakini ananiachia lakini mwenyewe hayupo. Anakuachia yeye hayupo. Yeye ananiachia pale. Kila kitu namiliki pale. Baadaye familia wakaanza kushangaa maana kawa namiliki pesa, sijai kushika milioni 7, 8, 10 na miliki. Mwisho wa siku kwenye milioni 20 na miliki. Wanashangaa yule anatoa wapi afu mdogo tu. Wakati mdogo? Mdogo tu. Yaani mwaka 2000 kama. Na huyo jini haja kuonyesha kwao. Yeye hajanionyesha kwao mwanzo. Nikamwambia kuna mjomba wangu mmoja niko karibu naye sana. Nikamwambia mjomba nimepata mke lakini ananisaidia. Si ni mke wangu nitamwambiaje nyumbani? Nimemuoa sina muda mrefu. Na yule jini nashindwa kumwambia kama na mke ataniacha nitapata hela. Na ukujua ni jini? Na sikujua jini mwanzo sasa hapo. Lakini ukilala ukitaka pesa unazikuta mezani. Nakutana nazo au labda kama na rafiki zangu wawili watatu tunaondoka sehemu hawana hela ya kula. Na wote hatuna hela anambia hela tutapata msijali. Wao wakitangulia mbele mimi napatwa na usingizi na lala. Waniambia ukienda njiani. Njiani utakutana na hela. Kawanunulia kila kitu ile usinunue pombe wala sigara usionge langu. Anakuelekeza? Ananielekeza Naambia sawa. Nachukua zile pesa, kweli nafika na wanunulia kile wanachotaka jamaa ila asiwanunuli pombe narudi nyumbani. Baadaye kafikia hatua mke wangu ule ambaye nilikuwa naye nyumbani sasa akapata ujauzito. Yule kule kapata hasira. Akapata hasira? Alipopata hasira akamwambia kwa nini sasa hujaniambia kama una mke? Yule mke nikamleta sasa Francis Ifakara. Wakati ujauzito umekomaa akajifungua mtoto akaoza. Mtoto akaoza? Akaoza pale pale. Madokta akashindwa kumshika. Wabidi wanunue mfuko wa lambo akaingiza maiti mle. Yaani mtoto amezaliwa akaoza hapo? Kaoza. Ila mamake akajifungua njia kawaida. Sasa madokta akastuka. Kwa nini mtoto aoze mamake tumboni akawaje? Mimi mamangu mzazi kafariki na baba. Wewe na amani, tuambie tu. Nikapigia simu kwa mama mdogo. Wakaja wakachukua maiti tukaenda tukazika. Narudi. Nafika njiani. Naambia mtoko kafariki. Mke wako? Nikachukua maiti zote nikapeleka nyumba. Ukachukua maiti? Naomba maiki hiyo ifanye kazi. Nikaenda nyumbani Yelonga kule nikazika nikarudi. Baada hapo nikakuta sasa yule bibi karibu sana na mimi. Yule mwanamke? Yule mwanamke. Jini. Akanitoa ule uchungu ambao yule mke wangu nikaendelea kuwa naye kila kitu ananipa. Siku moja akaniteka akanambia hivi wewe unafanya biashara ya nguo twende Ruaha tukanunue nguo. Mimi sikujui Ruaha hapo katikati. Tukafika kwa duka moja dada Manka. Tukanunua nguo pale. Kabla kununua nguo jioni tuliingia. Achofanya mliingia kwenye hilo duka? Hatukuingia dukani kwanza tukapanga pale Ruaha. Jioni akapanga chumba pale Ruaha. Ruaha. Mmepanda basi mmeenda mpaka Ruaha? Mpaka Ruaha. Tukapanga chumba pale. Tulipopanga chumba tukaingia ndani akasemea nataka nioge. Akatoa pesa kama milioni 15. Akaniambia pesa hizi kesho tutanunulia mzigo. Nikamwambia sawa. Sasa wakati anatoka anaenda kuoga, mimi nahesabu hela. Sijai kuziona zana washika. Akateleza kadondoka akazima kimya. Kule bafuni. Huyu mtu kafa sababu uchona na chumba karibu. Mtu kafa. Inabidi pale niende nikamnyanyue yeye nikasahau zile hela pale kitandani kama kuna hela. Na mnyanyue nimtoe nje watu wanisaidie kwenda hospitali. Akastuka. Akasema nilikupima utajali pesa hizi kwa sababu unijui utaondoka nazo au utanijali nini? Mimi niko mzima. Akaniambia kachukue. Unaona hayo mambo yalivyo nyinyi. Akasema nenda kanunue chakula chochote unachokitaka. Nikatoka pale. Nikanunua kweli nyama za kuku nyingi lakini akili haikunipa sikuweza kula. Nikamwambia tu nimeshiba
asubuhi tukaingia dukani kanunua mzigo, tukaenda. Mimi nimezaliwa Maenge, sehemu inaitwa Ilonga huko, kama watu wa Ilonga unakujua nyumbani. Nikafika kule na nguo zinaenda kuuza kwa dada zangu kule nyumbani, ambao baba alizaa sehemu nyingine. Sijui uuzaji ile. Yaani nafungua nguo nikawa nauza sana. Siku moja akaniambia leo unaenda Usukumani. Hapo nilianza kumwamini yeye, kuhisi kama yeye ni Mungu. Ukaanza kumwamini yeye. Anakuelekeza. Ananielekeza. Leo kutakuwa na mtu nyumba fulani utafika, utapewa hela kiasi kadhaa. Ile hela ichukue, ifanye hivyo na hivyo, hata yeye akupa chuma ulete. Yule mtu kweli kuchukua zile pesa kumrudishia change, akanikimbia, akaniacha. Huyo mtu alitaka kukupa hela chuma ulete. Alikuwa tayari umeelekezwa na huyu. Kwa hiyo leo nikiamka siku nyingine naenda kazini, ananiambia leo usiende kazini, utapata matatizo. Nikaenda baadaye nikamwambia mimi nimepata biashara ya chuma. Nikawa nanunua chuma. Sasa nikipanda gari naenda kununua chuma, anambia hii gari leo usipakie mzigo, askari watakukamata. Nikileta ubishi na kamatwa kweli. Wale askari baadaye wakiningangania sana, wenyewe kwa wenyewe unakuta yeye anatokea. Anatokea hapo. Akitokea anatoa mionzi kwenye macho na kwenye ulimi, ukiwa naye hapo. Nikiwa naye anawapulizia hivyo. Akiwapulizia wale wanalewa, wananiambia nenda usirudie. Naenda. Mimi nazidi kumwamini. Nazidi kumwamini kila kitu. Baadaye umekamatwa njiani, unaongea na trafiki, anatokea. Na yeye anatokea. Hujui ametoka wapi? Sijui anatoka wapi. Na sio mara moja wala mara mbili. Wakuta hata nyumbani na mwacha anapika, mimi naenda sehemu. Nikiwa naenda kule, kama nafika namkuta yuko kule kashatangulia, hata nikiwa na pikipiki. Namuuliza wewe Salma, umefikaje hapo? Anaitwa nani? Salma. Ananiambia hapa ilipokuepo inaenda na shughuli zako, naondoka na shughuli zangu. Sasa nikaenda mshanga. Unawaza huyu ni nani? Huyu ni nani? Mbona kile kitu anajua? Nikamwambia mjomba, nimepata mke, yani anajua jambo hata la mwaka kesho kutwa. Unaona? Sasa uchungu ukaanza kuniingia. Baada ya pale inabidi alikusanya pesa zake zote, akaondoka, akaniachia nguo kidogo. Nikaanza tena kuyumba kuganga mtaani. Alikusanya pesa akapotea? Akapotea. Kwani mlikuwa mmekosana? Hatukukosana tu, unaona. Baada mimi kila nikikaa namkumbuka mke wangu aliyofariki. Unaona. Siku moja yeye akanambiaje, mimi naondoka. Wewe unampenda mke wako? Anambia yule ni mke wangu, kabla wewe nilikuwa naye. Unaona. Akatoka hapo. Sasa alipopotea yeye, maisha akanisurubu sana. Alininunulia na baisikeli. Sasa cha maajabu, niko nyumbani, yeye yuko Dar es Salaam, akanipigia simu. Yaani huku anafikiaga, ananiambia Ubungo, sijui yeye akakupigia simu. Jambo sikujui. Ananiambia mimi niko Ubungo ila nitarudi. Nikamwambia wewe fanya mambo yako tu, mimi niache na shughuli zangu. Nikasema kwa sababu Wasukuma ni mwakamata sana, nauza basikeli, naenda kuanzisha mtaji wa waksi, narudi mtaani nabadilishana kuku. Asubuhi naamka, akampigia simu mdogo wangu wa mwisho, masi tuko watatu. Kaka kwa kiuza basikeli. Anampigia simu. Wewe umewaza tu. Mimi naota usiku nimelala. Anasema hivi, sasa yule. Anasema kwamba mimi akiuza hela afanye chochote. Nikasema sawa. Ndani nilikuwa na gunia 3 za mpunga. Nikasema ngoja niuze mpunga wangu. Sasa naamka, kila mteja ninayemtafuta hataki kununua. Kila mteja hataki kununua. Nini tatizo? Sikupata jibu. Nikaona sawa. Sasa nifanyaje? Nikarudi kwa mjomba. Mjomba akasema lazima nikusaidie. Lazima nikuombee. Mjomba akasema lazima nikusaidie. Nikusaidie. Akaanza yeye kutafuta wateja. Kila mteja anamkaripia tu, hataki. Anamkaripia mjomba wako? Akampigia simu. Achana naye huyo, nitampa hela. Akapigiwa nani? Yeye Salma anampigia nani? Mjomba. Kwamba achana na huyo. Nitampa hela kutumia. Hajachukua muda akanitumia 170. Sikupenda hata hela yake. Nikatulia tu, ngoja niendelee na maisha yangu. Ile hela siku moja nikamwambia wewe janjua leo atanitambua. Nikaingia baa. Nilikuwa sinywi pombe. Na alikwambia usitumiage hiyo hela kwenye baa. Ukaingia baa. Baa. Nikakutana huko na wanawake. Tongoza wanawake akakubali. Nikawapa hela. Na yani mwanamke niliyempenda alikuwa na rafiki zake. Wote ukawapa hela. Nikawanunulia pombe, nikawapa na hela. Sasa nafikia yule mwanamke nataka kuingia naye gesti.
ikavutwa, yani simu yangu sijajua sio ilikuwaje, inapigwa simu na imepokelewa yani. Nani? Yani mimi simu yangu iko mfukoni kama hivi, alafu simu yani tayari ishaita na imepokelewa bila wewe kuibonyeza. Bila mimi kubonyeza au kupiga. Nasikiza naambiwa, "We mpumbavu, toka haraka sana, nenda nyumbani nitakuumiza." Nilienda. Nataka muelewe mambo yaliyoko duniani. Kuna watu mnafikiri ni watu, sio watu. Nilikuwa na baskeli na rafiki yangu, na pikipiki yangu na rafiki yangu. Mlikuwa na baskeli? Nilikuwa na pikipiki. Tayari umeshapata pikipiki? Nimeipaki sehemu ndo naingia zangu gesti. Sasa hiyo ulikuwa na pikipiki. Sasa hiyo una pikipiki? Nilikuwa na pikipiki toka mwanzo mwenyewe. Nimesahau ile pikipiki. Nilikimbia vibaya sana. Nikaenda nyumbani. Ulisema mwanzoni alikununulia baskeli? Lakini ulikuwa na pikipiki tayari. Yani kipindi hicho mimi nilikuwa na pikipiki yangu nikaiacha kwa mjomba. Okay. Ndio ukakutana na yeye. Baada ya pale nikakimbia nikarudi nyumbani. Wadogo zangu wananiuliza, "Pikipiki iko wapi kaka?" Ndo akili imerudi yani. Niliacha kule. Umekimbia kutoka guest? Yule mwanamke uliyekuwa naye? Nimemtuloka. Kaondoka. Kule niliko nyumbani nikawa nafikiria. Sasa inakuaje, kuna mdogo wangu mmoja anatanianaga naye sana, anambia, "Wewe amwambia kaka yako asitafute matatizo, sitaki." Nishamwambia sitaki, yeye anataka mke, basi nitamtafutia mke mimi. Yeye mwenyewe. Akarudi siku hiyo kutoka safari zake. Kipindi sasa Ifakara nishatoka, mimi nyumbani kwangu nilikuwa na vyumba viwili. Akasomba kila kitu cha kwake akahamisha kwangu. Kila kitu chake? Kwa sababu ilikuwa kwamba akinikela, nikichukia siku akirudi. Yani nikitaka kumsimulia mtu kama hivi zamani, anatokea hapa na nipuliza ile mionzi kwenye sikio, yani mekundu na ya blue, anafanya hasa akifanya mimi mwili unafanya shiaf na sawa, na sawa, kesho naenda kufika mpunga wangu na sawa kile ninachokuambia wewe.